Habari za wakati huu ndugu wanafunzi, karibuni katika kipindi chetu pendwa kabisa, katika kipindi kipya by the way, na kipindi cha kwanza kabisa, na matumaini yangu wote mpo salama huko mlipo. Karibuni na tuweze kuanza kipindi chetu. Kipindi chetu cha leo, mada yetu inasema performing benchwork. Unity inasema performing bench drilling. Element inasema countersinking a drilled hole. Karibuni sana tuweze kushare kwa pamoja katika kipindi chetu. The learning objective of our session. Let us see our learning objective. Everyone should be able to understand after this session, after this element. Make sure you understanding how to define a countersinking a drilled hole, performing countersinking a drilled hole, understanding application of countersinking a drilled hole in plumbing, and then performing safety precautions. Baada ya kujifunza hii elementi, tunapaswa kuweza kutambua ya kwamba tuna maeneo ya muhimu kabisa ambayo tunatakiwa tuweze kuwa tumeelewa na tuyafanyia kazi. Ili tuweze kuwa competent katika ili eneo, lazima tuweze kujua, tuweze kudefine na kuelezea countersinking a drilled hole ni nini, na tuweze kufahamu na pia na tuweze kwa kufanya na pia kwa vitendo namna ya countersinking a drilled hole, na pia tuweze kuelewa hii countersinking a drilled hole, hichi kitendo katika plumbing kinatumika katika maeneo gani au sehemu zipi ambazo tunazitumia. Mwisho kabisa lazima tuweze kufahamu safety precaution, hatua za kiusalama wakati tunafanya hili zoezi la countersinking a drilled hole. Tukiangalia definition inasema countersinking a drilled hole is a process of enlarging the top part of a drilled hole into a cone shape using a countersinking tools. Hii countersinking a drilled hole ni ule mchakato wa kuongeza ukubwa wa top part, ile sehemu ya juu ya tundu ambalo limetobolewa liweze lifanane na shape ya cone au pembe tatu fulani. This allows the head of a screw or bolt to sit flat level with the surface of the material. Na hii inatuwezesha kwamba lile tundu letu au ile bolt ambayo itaenda kufungwa hiyo sehemu iweze kuwa flat kabisa na hiyo surface, kwa sababu tunafahamu bolt au nati kwa juu huwa ina kichwa. Sasa countersinking a drilled hole inaenda kutengeneza ile sehemu ambayo kile kichwa cha bolt au nati kitaenda kutafiti na kukaa flat kabisa na hiyo sehemu ambayo tumeenda kuifunga. Purpose of countersinking, na hizi ndizo purpose au mazumuni kwa nini tunafanya hivi. To allow flat screw fit, kuwezesha ile screw au bolt iweze kufiti flat kabisa. To remove sharp edge a drilled hole, kuondoa zile sharp edge, kuwezesha kazi yetu iweze kuonekana vizuri kabisa. To improve the finished work, kazi yetu iweze kuonekana vizuri. Kama ni bolt au nati itakaa flat kabisa na hayo maeneo, ili kuwezesha kazi yetu ionekane vizuri. Tools used, tunatumia tools gani wakati wa kufanya hichi kitendo? Kwanza kabisa tuna tools ya kwanza ni countersinking bit ambayo maalum kabisa kwa ajili ya countersink. Kumbuke kipindi kilichopita tulisoma drilled hole
na how to drill, tukajifunza tukaona kwamba ili tutoboe tunahitaji tu tuna drill bit. Ni biti maalum kwa ajili ya kutoboa. Sasa today we are discussing about a countersinking drill bit. Ni biti ambazo zinafanya kazi inayofanana lakini katika mazingira tofauti. Hii ya leo yenyewe inatumika ku countersink, kutanua lile tundu. Kitu kingine ambacho tutatumia drill machine. Hii drill machine tunaitumia kwa ajili ya zoezi zima, tutahitaji drill machine kama ambavyo tulivyoona kipindi kilichopita. Pia kuna measuring tools mbalimbali. Measuring tools hapa tumeweka mfano ila tutatumia measuring tools mbalimbali, aidha iwe ni tape measure, iwe ni ruler, iwe ni square, steps in countersinking. Tuna hatua mbalimbali ambazo tunazitumia wakati wa kufanya zoezi letu la countersinking. Kwanza kabisa lazima tutatoboa. Then baada ya hapo lazima fix a countersinking bit in the top dial light pressure, then run the drill slowly. Sawa, tuna run ile bit yetu, ile drill bit slowly kwa ajili ya kutengeneza yale matundu, ili tusitengeneze tundu kubwa lisiwe refu, kwa lazima tunanili. Kisha baada ya kupata shape yetu ambayo tunahitaji, basi tutafanyaje? Tutasimamisha zoezi letu. Application in plumbing. Sasa katika plumbing tunatumiaje hii countersinking? Katika mazingira gani? Mazingira ya kwanza ni pale ambapo tuna fixing screw in pipe support and fittings. Pale tunapotengeneza zile pipe support mbalimbali au fittings, tunataka tuunganishe fittings mbalimbali, au za tuna prepare kama tunavyoona hapo, tunatengeneza tundu kwa ajili ya kufanya kazi fulani katika sheet metal. Sasa tunataka tu prepare kazi yetu, lazima tutatumia hii nanili. Tunaondoa zile sharp edges, zile edges mbalimbali, labda tundu unakuta labda kunakuwa kuna zile tuna remove zile low edge zile ambazo zinakuwa zimekaa vibaya kwa ajili ya katika sheet metal katika kazi yetu. Safety precautions. Sasa safety precaution anatuambia lazima tuvae safety goggles. Lazima avoid zile excessive pressure to prevent damage. Hatuwezi zile excessive pressure zote, lazima wakati wa kutoboa tutatumia nguvu ya kawaida kabisa, yani kulingana na kitu ambacho tunatoboa ili prevent damage isiweze kutokea. Pia anatuambia use correct countersinking size. Lazima tutumie size sahihi katika nanili sahihi ambayo tunaitumia. Clamp material firmly before drill. Lazima clamp material yetu kwa usahihi kabla hatujaanza kudrill. Hizo ndizo safety precaution. Natumaini wote tumekuwa pamoja, na nashukuru kwa ushirikiano wako toka umeanza kusikiliza mpaka hapa umemaliza. Na kama una swali lolote unaweza ukashare na mimi kwa njia yoyote ile ili tuweze kuwekana sawa. Asanteni na karibuni.